Katika maisha tunayoishi, we got so much and so many disappointments. Katika ulimwengu tunaoishi huu sasa, yako mambo mengi ambayo huenda ulitarajia atokee, huenda ulipanga vizuri atokee, na budget tukaweka. We have many uncertainties. Lazima uelewe ya kwamba tuna mambo mengi ambayo yanaweza yakatokea along the way. Kwa hiyo unavyoishi, weka kiasi katika matarajio yako, weka kiasi katika mipango yako. Endapo haitatokea, maisha yanabidi yaendelee. Endapo mambo ambayo haitatokea juu ya mwenzi wako au juu ya rafiki yako, yale uliyotarajia juu ya kazi yako, juu ya watu unaoamini, yanaweza yasitokee kama unavyowaza, na maisha inabidi yaendelee. Ukikosa kiasi, ni jambo la muhimu sana kuangalia kwenye maisha. Watu wengi wamepoteza afya zao pale ambapo waliweka 100% ya kwamba matarajio yao yatatokea. Watu wengi wamepoteza marafiki kwa sababu waliweka 100% ya kwamba jambo fulani atanitendea. Watu wengi wamepoteza ndugu, watoto na ukaribu na mapenzi ya kweli kwa sababu alitarajia fulani atanitendea ABCD. Watu wengi wamepoteza ndoa na mahusiano kwa sababu alitarajia 100% mwenzi atanitendea ABC. Endapo ABC hazijatendwa, mtu yule anaweza akavunjika moyo na kuona kwamba hajatendewa haki. Lazima uweke kiasi ili uweze kuishi. Lazima uweke kiasi ili uendelee mbele. Set ABC, plan ABC ili usifeli, uendelee mbele. Watu wengi wamepoteza vitu vya msingi ambavyo vingekuwa bora kwenye maisha yao kwa sababu ya kupoteza kiasi. Watu wengi wamepoteza vitu vya thamani kwa sababu ya kukosa kiasi. Panga sana, waza sana, tarajia mengi sana, lakini weka kiasi endapo hayatokea. Watu wengi walitarajia mambo mengi Mungu awatendee, lakini Mungu hajatenda. Huenda wakati ni bado, au huenda Mungu atendi namna hiyo unavyofikiri, kwa sababu Mungu ni Mungu. Watu wengi wameacha ibada, watu wengi wameacha wokovu kwa sababu kitabu cha Wagalatia 5 ule mstari wa 22 na 23, habari ya kiasi kimewekwa kwa mambo mema kabisa. Unaweza ukapanga vizuri, ukawaza vizuri, ukaomba Mungu ili akupatie mema, au ukapenda pale ambapo utatenda hata wema katika mambo mazuri. Ukizidisha kiasi, inaweza kukugharimu. Kwa hiyo kiasi si katika mambo mabaya, ila kiasi kimewekwa katika yale mambo mema. Upendo pia tunapenda kwa kiasi, lakini katika pendo la Mungu tunapenda 100%. Lakini katika mahusiano na watu hatupaswi kuzidisha kiasi, kwa sababu endapo hajatokea kama tunavyowaza, itatugharimu. Watu wengi wameishia hapo, watu wengi wameshindwa, watu wengi wamefia hapo kwa kupenda au kwa kuthamini kupita kiasi vitu ambavyo vinapita. Kumpenda Mungu ndio tumeagizwa kumpenda kwa nguvu zote, kwa mioyo yetu yote, kwa akili zetu zote. Lakini habari ya mambo mengine hapa duniani lazima tuweke kiasi. Watu wengi wametenda wema kupita kiasi na ikawagharimu afya zao, ikawagharimu hatua zao na maendeleo yao, wakaacha hata wokovu kwa sababu ya watu, kwa sababu waliwathamini na kuwapenda kupita kiasi. Kiasi kimewekwa katika mambo mema kabisa. Kwa hiyo swala la kiasi ni sheria ambayo inakupa usalama. Kuweka kiasi ni hatua ambayo inakupa ulinzi. Kuwa na kiasi, usiwaruhusu pia watu wakaingia kwenye maisha yako kupita kiasi. Usiruhusu vitu vizuri unavyovipenda pia kupita kiasi. Usiruhusu vitu vikaingia moyoni mwako vikateka sehemu nzuri ya moyo wako ambao ungetakiwa kumpa Mungu ibada. Ndio maana Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko yote yalindayo,
kwa maana huko ndiko zitokako chemchem za uzima. Kwa hiyo endapo utazidisha mambo kupita kiasi moyoni, kuna nafasi nzuri ya uzima utakuwa umeharibu. Kuna mazingira mazuri ya usalama wako utakuwa umeharibu moyoni. Kuna nafasi nzuri za chemchem za uzima utaziziba kwa sababu ya kukosa kiasi. Kwa kiasi kimewekwa katika mambo mema. Lazima uzingatie, utambue, ufahamu hili. Lazima ufahamu hili, whether you like it or not, whether uko mbali sana na ukweli wa mambo. Hii ni kanuni ya uzima, hii ni kanuni ya usalama. Lazima kuweka kiasi ili uweze kuwa salama. Usiruhusu marafiki, watu waweze kuingia sana moyoni mwako hata kufanya maamuzi. Usiruhusu watu au vitu viweze kuingia moyoni mwako